Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunazungumza kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia tutaangalia matarajio baada ya kupata matibabu na namna ya kujikinga na ugonjwa huu. Karibu nami, utakuwa nami Dr. Mniko. Homa ya Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya Ebola. Wanasayansi wamebainisha aina 4 za virusi vya Ebola. Kuna 3 zinazosababisha ugonjwa wa wanadamu ambao tunaita Ebola Zaire virus, kuna Ebola Surani virus, kuna Ebola Ivory Coast virus. Hizi ni aina 3 ambazo zinasababisha ugonjwa kwa mwanadamu. Ugonjwa wa Ebola umekuwa ukiathiri sehemu kadhaa za Afrika na unaweza kuua zaidi ya 90% ya watu ambao wanakuta wanaambukizwa. Mtu anaambukizwa ugonjwa wa Ebola kwa kugusa damu, uteute, bidhaa au majimaji mengine ya mwili yaliyoambukizwa. Afrika maambukizi yanatokea kwa sababu watu wanagusa mizoga ya nyani, tumbili, popo, paa na nungunungu waliokufa msituni, hasa wale wanaokuwa wameenda kuwinda. Mara tu mtu anapokuwa ameambukizwa na mnyama aliye na Ebola, anaweza kuambukiza watu wengine kwenye jamii. Watu wanaweza kuambukizwa Ebola kwa kugusa damu, kinyesi, mkojo, mate au shahawa za mtu aliyeambukizwa, hasa akiwa na kidonda kwenye ngozi. Unaweza kuambukizwa kama mdomo, macho au ngozi yako yenye kidonda itagusa sehemu au vitu vyenye majimaji yaliyotokana na mgonjwa. Mfano, nguo zenye kinyesi cha mgonjwa, matandiko au sindano zilizotumika. Ukizigusa na we una kidonda kwenye mkono, unaweza ukapata maambukizi kwa staili hiyo. Ukiambukizwa ugonjwa wa Ebola, dalili zinaweza kuanza kuonekana siku ya 2 mpaka siku ya 21. Dalili za awali unazoanza kuziona ni homa ya ghafla, unahisi baridi, uchovu, maumivu ya misuli, maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, kutapika, kuhara, kichefuchefu na wakati mwingine unapata upele kwenye ngozi. Baadaye ugonjwa unakuwa mkali zaidi, figo zinashindwa kufanya kazi, ini inashindwa kufanya kazi, damu inaanza kuvuja ndani ya mwili, mfano tumboni, damu inaanza kuvuja kutokea puani, masikioni na kwenye macho. Unajikuta kwamba kuna kuvuja damu kutoka kwenye mfumo wa kumeng'enya chakula, na maana kwenye rectum na kwenye mkundu. Lakini pia upele mwili mzima, mara nyingi upele huu una damu ndani yake. Na mwishowe mgonjwa anaanza kupata degedege, anachanganyikiwa na hatimaye anapoteza maisha. Unakuwa kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola kama unasafiri kwenda kwenye eneo ambalo lina mlipuko wa Ebola. Wapo wafanyakazi wa hospitali wanaokuwa wanahudumia wagonjwa wa Ebola, wanakuwa kwenye hatari pia. Wanafamilia ambao wanaishi karibu na mtu aliyeambukizwa na ugonjwa wa Ebola wanakuwa kwenye hatari ya kuambukizwa. Watu wanaoshughulika na maiti wakati wa mazishi ya mtu ambaye anakuwa ameambukizwa. Na wale wawindaji ambao wanakutana na mizoga ya wanyama ambao walikufa kwa sababu ya Ebola. Kama wewe ni mmoja wa watu walio kwenye hatari na unaona dalili za homa na nyingine tulizosema hapa, unapaswa kupiga hospitali, kituo cha afya, waambie unakuja na unadhani kwamba unaweza kuwa una ugonjwa wa Ebola ili wajiandae kukupokea wakiwa wamejikinga. Kama unavyoona, dalili za ugonjwa wa Ebola sio mahususi. Kuna magonjwa mengine mengi yanayoweza kusababisha dalili zinazofanana na zile za ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo ni daktari pekee anayeweza kusema kwa hakika kwamba una ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo. Kwa daktari atajikinga ipasavyo na kuchukua sampuli kwa ajili ya kuipeleka kupimwa kuhakikisha kwamba wewe una ugonjwa wa Ebola. Sasa kama ilivyo kama magonjwa mengine ya virusi, bado hatuna tiba kamili ya kuponya ugonjwa wa Ebola. Kazi ya madaktari ni kupatia matibabu ya kutegemeza mwili wako wakati mwili wako unapambana na hivyo virusi vya Ebola mpaka utakavyovishinda. Watakulaza kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, watakuongezea maji au damu ikipungua mwilini, watakusaidia kupumua kwa mashine ukishinda kupumua, watakupatia dawa za maumivu kama unahisi maumivu, kila kitu ili kutegemeza mwili wako kipindi hicho unapambana na maumivu na tatizo hili. Sasa ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu, watu wanaohisiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola wanatengwa, wanakuwa quarantined na kufanyiwa vipimo na kisha kutibiwa. Kwa hiyo unakuwa quarantined sehemu, unapewa matibabu wakati unaendelea. Na cha msingi ni kukumbuka kwamba huu ni ugonjwa ambao unatakiwa kutolewa taarifa. Ni ugonjwa wa mlipuko, unabidi kutolewa taarifa na madaktari wanajua hili. Ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola, hapa nitaongelea zaidi mambo yanayopaswa kufanya na wanajamii
ili kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola, kwa sababu wataalamu wa afya wanayafahamu ya kwao wanatakiwa kufanya na serikali inafahamu inatakiwa kufanya. Hapa nitaongelea ambao wewe mwanajamii unatakiwa kufanya. Cha kwanza ni kufuata maelekezo yanayotolewa na Wizara ya Afya ya nchi yako. Nyama inapaswa kupikwa vizuri kabla ya kuliwa. Inabidi kupunguza uwezekano wa kukutana na mizoga au wanyama hatarishi msituni kama popo, nyani na tumbili. Epuka kwenda kwenye maeneo ambayo unajua kabisa yana mlipuko. Unatakiwa kuvaa gauni, glavu, barakoa unapokuwa karibu na wagonjwa wa Ebola, na usiguse chochote cha mgonjwa bila kujikinga. Inabidi kunawa mikono kwa sabuni mara kwa mara, hasa baada ya kutembelea eneo ambalo kuna wagonjwa. Hatua za kujikinga zifuate kwenye sehemu za mkusanyiko kama hospitali, kanisani na nyumbani. Kama kuna mtu anahisiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya Ebola, haimizwe kwenda hospitali. Maiti za watu ambao waliokufa kutokana na Ebola zinapaswa kuzikwa na watu wenye vifaa maalum ambao vya kujikinga. Msizike wenyewe. Kwa mwanaume ambaye amepona, ambaye amebahatika kupona na kuruhusiwa kutoka hospitalini, haruhusiwi kujamiana na mwenzi wake kwa angalau wiki 7 bila kinga. Pamoja na kwamba ameshapona, shahawa zake zinaweza kubakia na virusi kwa angalau wiki 7. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini usimwambukize mwenzio. Kwa wale wanaotaka kusafiri wakati wa mlipuko, angalia mapendekezo ya Wizara ya Afya ya nchi yako. Kama Wizara ya Afya ya nchi yako haijatoa mwongozo wowote, basi angalia mapendekezo ya Shirika la Afya Duniani. Shirika la Afya Dunia huwa linatoa maangalizo ni wapi pa kwenda na wapi sio pa kwenda, na kama ukitakwenda ufanye nini kabla ya kwenda. Kwa watumishi wa afya wanaohudumia wasafiri wanaotoka katika nchi au katika maeneo yenye mlipuko, wanapaswa kuchukua tahadhari zote ya kujikinga kulingana na taaluma zao ili wasiweze kuambukizwa na maambukizi ya Ebola. Ukifanya hivyo utakuwa salama. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.